Joey! Raila Amolo Odinga ulishafika, kisha uwanja umefurika na watembezwa hapa nje pole pole. Kwa nini? Sasa tunaenda town? Kama naenda town. Oh, acha tuende basi. Hatukuweza kuingia ndani ili mwili uweze kuwekwa chini kwa utazamaji kwa sababu uwanja ulikuwa umefurika furifuri. Mwenda zake yatima Amolo Odinga uliingizwa ndani kuzungushwa na kutolewa nje. Hivi sasa tuliko hapa tumesimama nje gate 4. Nje ya gate 4 watu wanaendelea kuomboleza kwa vigelegele, mayowe, bendera
nakimbia. Nimeanguka. Nimeamka. Sina nguvu jamani. Watu wametawanya. Tulikuwa tumekaribia mwili wa mwenda zake. Tukatawanisha na milipuko. Sijai kosa nguvu. Watu wanakimbia. Watu wanatolewa. Watu wanatolewa. Watu wanatolewa. Ndio. Ni mguu niponye. Hatuoni baba. Ni mbio mguu niponye. Ni mbio mguu niponye. Inabidi nifikire mguu niponye. Mguu niponye. Umati ndio ule umerudishwa kutoka gate 4. Kutoka gate 4. Tulikuwa tunamuomboleza former prime minister. Ndio wale wanakuja. Hata mimi najipanga kutoka mbio. Ndio wale. Kwa mtazamo wako ndio wale. Hata nikimbia. Nitaingia wapi? Tumetolewa. Tumetolewa. Mungu wangu tumetolewa. Tulikuwa tumefika kupeana heshima zetu za mwisho. Tumetolewa. Tumetolewa. Mama kutoka. Naomba mbona waenda nyumbani sasa hivi? Mbona waenda nyumbani sasa hivi? Hawataki watu wengi huko. Na sasa tulikuwa tumekuja kuomboleza. Maana yake ni nini? Watu hata tumeshindwa. Wanasema tutokeni kwanza mwili ingizwe huko ndani. Ndio tuingie. Ndio watu waingie. So kumaanisha wale watu wote walikuwa wamefurika. Mwili watawanyishwa. Tulipofika gate 4, then wameambia watu wengine ati ndani ishajaa. Ishajaa sasa aje. Sasa sisi tungoje huko. Tutaitwa saa ngapi? Hata tukiingia hapa tutaingia kweli? Ndio wale wengine wanatolewa, tutaingia kweli? Wengine wameamua kuingia na gate 2. Wengine kule gate 4 wanatolewa mbio. Mwasikia ile milipuko? Milipuko nini? Atunasema kuna nyuki huko. Nyuki nani ameleta? Hapo kuna kuanga nyuki. Wacha tufanye mguu niponye. Wacha tu niende. Lala salama baba. Tulikuwa tumeku. Mimi siwezi fika huko. Wananchi wameamua kwenda. Wale walikuwa wamekuja kutazama mwili. Na ulikuwa ndani? Tulikuwa nje tukijaingia, lakini wenye wamekuwa ndani je? Ulifika saa ngapi? Sisi tumetoka airport. Mguu. Mkafika town. Tumekuja na motorbike inatushukisha tunatembea. Hivyo na tukafika. Okay, mmeenda mpaka kutoka hapo tumeenda mpaka wapi? Kutoka hapo pia amepelekwa parliament. Parliament? No, wakarudi naye sasa hivi. Mimi siwezi enda huko. Wananchi wametawanyika. Kuna wale wanangoja, lakini kwa sababu ya milipuko sina mbio kabisa. Heri nisonge mbali kidogo. Napumua kupumua. Mwatazama wananchi ndio wale. Wananchi kuenda kutoka nje. Wanarudi huko main road. Kuna wale wanatembea mguu. Kuna wale wanaendesha pikipiki. Na ndege ile ili tupulizia vumbi kupuliza kwenyewe kabla ianze kumimina yale masauti. Kaka mbona waenda? Kakangu, mbona waenda? Kwa nini unaenda na ulikuja kuona hayati? Nile tu leo nimetoka mbali sasa nimejaribu tu at least niende. Ulikuwa umeenda wapi? Naenda Kiambu. Sasa nimeona tu niende mapema hivi lakini ndamuochi kwa TV. Na huko nifikaje? Huko nifikaje? Huko bana tumengangana ingawaje hata hatujakuwa na vya lakini tulikuwa napenda baba mbili tumedandia magari tukikuja. Sasa hivi umeamua tu kuenda kwa hisia yako? Nimeamua tu kwenda kwa hisia yangu niende kumuonea kwa TV. Kakangu aenda wapi?
Narudi zangu nyumbani. Kwa nini? Kwa nini kaka? Risasi na milio ya bunduki. Hata mimi nimejaribu kuchutama nikajaribu yangu yote. Si rahisi. Si rahisi. Na mbona wanatoa watu? Hapo ndio tuelewi bana. Na ulifika saa ngapi? Saa 4 bana. Sana ulikuwa ndani? Hapo kwa ndani sana. Haya, baba alifikishwa ndani? Hata tujaona. Lakini alifikishwa huko ndani Kasarani? Alafu? Sasa sijui alikosea gate hapa mimi. Wakaamua kumtoa pole pole? Ama ni nyinyi mlikuwa mnatolewa nje manake nasikia kulikuwa kumefurika? Kulikuwa kumefurika, watu wamekuja kwa wingi. Kutoka airport. Na wengine wanalipa magari na wengine wanakuja futi. Hata mimi nimelipa gari. Sasa wale wenye wamekuwa town. Wamenipata? Ndio wanaona ndio wanafika. Wamenipata? Leo wanafika. Yes. Ndio wanakuja pole pole wakifika. Wale walikuwa town. Wameamua kuja mguu. Ndio walikuwa town. Ndio wanafika. We? Lakini mtu amefanya mabaya. Nani? Mtu amefanya mabaya. Ameweka tu mwili hadharani. Unajua tukirudi hivi. Sasa mimi sijaelewa maana naona pikipiki zatoka kwa mwendo wa kasi. Kunao wale wananchi wanaotoka kule Kasarani wakija huku nje na kunao wale watoka jijini wakienda Kasarani. Bali wale wanaotoka kule ndani wanasema kumefurika na hakuna yeyote anayeruhusiwa kuingia kule ndani. Madam, habari ya leo? Nzuri sana. Umekuwa kule ndani? Nimeenda. Tumetoka kule, tukakuja kulia baba, tukakuja straight na mwili mpaka pale kwa gate. Maana yake lazima tulie baba. Umetoka wapi? Mimi nilikuwa kazi. Nikatoka saa 7, maana yake lazima nikuje kwa matanga ya baba. Sasa ukutoka na mwili airport. Mimi sikutoka na mwili airport, nilikuwa nimeenda job. So nikasema lazima nifike hapa Kasarani Stadium at least na mimi niweze kuona baba. So nikatoka kazini saa 7, nikaelekea hapa mbio. Uliingia ndani? Nimeingia na mwili, tukafika gate. Tulipofika gate ilikuwa imefungwa. Na kulikuwa na ndege juu, sio ndege pia ilikuwa imeshindwa kwa kutua ama kidogo. Tukasimama, tunangoja wafungue gate. Walipofungua gate, tear gas ilianza kutoka kwa polisi. Tear gas, risasi, sijui nini. Sasa tukashindwa nini? Sisi tumekuja kulia baba. Na hawakuambia sababu yenyewe? Hawakutuambia sababu, manake ni vile tu nimesikia kwa mmoja wetu akasema kuna mmoja alitupa mawe kwa hao maaskari. Lakini mimi niliona kulikuwa safe. Hakuna mtu ametuguza, vitu zangu zote hizi hakuna mtu ameibiwa. Na kuona kukiwa na fracas. Sasa hivi waelekea wapi? Mimi naogopa vita. So, ninaona sasa kama imeanza hivyo, mimi wacha niondoke manake hata nikae kando, lakini wangeacha tulie baba kwa amani. Manake watu wote walikuwa na na kumefurika. Walikuwa na hamu ya kulia baba. Na kumefurika kule ndani kweli. Kumefurika kufurika. Hata hakuna pa kupita. Mimi mwenyewe sijazoea hizi stampede, lakini leo nimesema daingie ndani kwa sababu ya baba. Haya, ni sawa kwa sababu baba amekuwa an icon kwa kila mwananchi na Afrika mzima. Kwa maoni yako, waweza kumtambua baba na nini? Mimi mwenyewe tangu kuzaliwa, nilizaliwa nikimjua baba. Na niliposikia historia ya baba tangu mwanzo hadi mwisho, hakuna siku nimekosa kumpigia kura. Manake kusema ukweli baba huwa anasimama na watu kila wakati. Wakati sisi tunalia, yeye analia na sisi. Wakati wabunge wengine wamejitenga, yeye anakaa na watu. So mimi niliona ni kama, alafu pia ni mtu straight. Ni mtu hana corruption nyingi hizi za kawaida. So mimi nilimuona ni kama mtu mtulivu, mtu ambaye hana mambo mengi. Actually mambo mengi usema kumuhusu, mengi, machache tu ambayo labda anaweza kuwa ametenda kwa sababu ya hii ama hii. Lakini yeye ndio leader ambaye nimeona kidogo amesimama na watu. Yeye mwenyewe kama mtu amefungwa miaka 8 ndani, akakaa exile mwaka mzima, akasoma, alisoma Germany na ni engineer mzima, na akaacha kazi zake zote akaingia kwa politics. Hiyo kusimama, hiyo kuingia jela, hiyo kukaa exile, yote ilikuwa kwa sababu ya watu. Na Raila kila siku alikuwa anasimama na watu. Mimi Raila akianza kuweka mkataba ya hii Thika Road, nilikuwa hai na nilikuwa mkubwa sana. Nikaona huyu mtu angalau anafikiria na anafanya kitu, na ilikuwa wakati wa Kibaki. So mimi baba namtambua sana. Na inasemekana baba ameongoza kwa miongo 4. Hiyo miongo 4 yote umemtazama akiongoza. Sasa hivi ametuaga. Hisia zako kuhusu kifo cha baba? Mimi kusema ukweli,
sikutaka kubali baba amekufa. Nilikuwa kazini, mmoja wetu akakuja akaniambia asubuhi, ni kama baba amekufa. Nikamwambia tema mate, wachana na mambo mengi, maana baba hawezi kufa saa hizi, atarudi. Kidogo ikifika saa 4, mwingine akaingia akauliza, kwani baba amekufa? Nikaacha kazi nikaingia mtandaoni. Kwa sasa hivi ulikuwa umekuja kutazama ili uweze kuamini. Sasa nilikuwa nimekuja kutazama niweze kuamini kweli baba ametuacha na ameenda. Lakini sisi tunaamini ataenda, ako nasi na atashinda nasi na atatupigania katika hii dunia. Asante sana dada. Sasa umekuwa uko ndani? Na wewe? Bado. Nyinyi mmeingia ndani? Hakuna. Umeingia ndani kakangu? Umeingia uko ndani? Kumeendaje? Kwani polisi ilikuwa imebeba nini? Kwa mtazamo wenu mwaona wengi wao waondoka ndani na wanasema kuwa mwili wa baba haujafika. Sasa hivi naona ni saa 9 na dakika 9, ilhali wale wanaotoka kule ndani wanasema hakuna mwili wa baba. Ni polisi wameingia huko ndani na wananchi wamefurika kule, wale waliko nje hawaruhusiwi kuingia kule ndani tena. Na kwa mtazamo wenu, kuna wale vijana ambao walikuwa wamekuja jijini Nairobi kungoja mwili wa baba, lakini walipoambiwa kuwa baba analetwa Kasarani, waliamua kuja kwa mwendo wa kasi ili waweze kufika hapa. Hapa niliko ni Safari Park. Kuna hii flyover hapa na kuna wananchi wanaotembea kwa mguu. Hao ni wale vijana ambao walikuwa jijini Nairobi wakiungoja kutazama mwili wa baba. Lakini kwa sasa wale wanaotoka ndani wanasema baba hajafika. Ni wengi sana. Hapa ni Thika Road. Niko Thika Road. Agwambo was an icon, a legendary. Just have your view. These are the people coming from Kasarani Stadium. We had gone to view Baba's body. Unfortunately, we haven't been able to view it. Right now, we are going on foot to town. Agwambo. Baba. Jaduong. Joey. Hii Thika Road imefurika na vijana waliokuja kutazama mwili wa hayati Raila Amolo Odinga, ambapo hawajapewa nafasi ya kuona huo mwili. Kwa sasa wameondoka uwanjani moja kwa moja hadi jijini Nairobi. Wengine wanaenda nyumbani kwao.